la Kristo Yesu aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu, tunaingia sehemu ya pili ya jaribu. Leo tunaendelea. Usiogope jaribu, liwe linamatisha namna gani. Jaribu halitakuangamiza. Jaribu liko pale ili ikuthibitishe kwamba umevuka vikwazo ambavyo adui aliweka juu yako. Hebu tuangalie bado kitabu cha Yakobo. Huyu ndugu wa Yesu anasema nini? Mstari wa 13, sura ya kwanza, asema mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kumjaribu mtu na maovu, wala yeye mwenyewe amjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa Huyu mtu anayejaribiwa anadanganywa, alafu ile tamaa ikishakuchukua mimba uzaa dhambi, na ile dhambi ikishakomaa uzaa mauti. Nataka nimusikilize kwa makini. Hapa Yakobo anamuondoa Mungu katika majaribu ya maovu ambayo tunapitia. Anasema mtu anapojaribiwa asiseme anajaribiwa na Mungu, maana Mungu amjaribu mtu na maovu, wala yeye amjaribu mtu, bali mtu hujaribiwa namba moja na tamaa yake mwenyewe. Tamaa ile inashika mimba, inakomaa, inazaa dhambi. Dhambi ile inakomaa ndani ya mtu, inazaa mauti. Lakini wanadamu wanaanza kutafuta nani alisababisha haya. Kumbe ni tamaa ya mtu mwenyewe. Chunguza tamaa iliyoko ndani yako. Watu wengi waliangukia kwa kuiba kwa sababu tamaa ya wizi, tamaa ya kutaka mapalio mazuri, tamaa ya kutaka kuwa na nyumba nzuri, tamaa ya kutaka magari mazuri. Akajaribiwa, akajikuta anaingia kwenye wizi au utapeli au kulalamika juu ya watu. Kumbe tamaa ilikuwa ndani. Hata wanaoanguka kwenye zinaa, tamaa ndio inayoanza. Unaanza kutoa pita kwenye fahamu zako, unaanza kusema nitaoga misali ya lamaya. Tamaa ile inapokomaa inazaa dhambi. Wewe unafanya dhambi. Dhambi usipoitubia, unakuta ile dhambi imekomaa ndani ya mtu, inazaa mauti. Jaribu nimesema ni nani? Jaribu si letu. Maana kila mtu ana tamaa ya vitu tofauti kwa namna mbalimbali. Mtu anavutwa kwa namna mbalimbali. Na hili ni jambo ambalo ni zito sana, ambalo napenda Wakristo waweze kuliangalia kwa makini. Maana usipokuwa makini kuangalia haya, utajikuta ya kwamba unaanguka mara kwa mara. Siku moja Paulo akazungumza na kanisa la Wakorintho. Katika sura ya 10 Wakorintho wa kwanza, ananena na wao. Kwanza anaona mstari wa 12. Kwa hiyo anayejidhania ya kuwa amesimama na angalia asianguke. Mtu kwenye mapekano nimesimama, ana majukumu yake nimesimama. Paulo anamuonya, anamwambia angalia asije akaanguka. Mstari wa 13 anasema jaribu alipowapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita imwezavyo, lakini pamoja na hilo jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Sikiliza, ili mweze kustahimili, uwe makini ukiwa kwenye jaribu. Usilalamike, usilalamike. Uwe makini na Mungu, uone njia ya kutoka kwenye jaribu, mlango ambao Bwana anaufungua wa kutoka kwenye jaribu. Na tena anasema jaribu linalowapata ni la kawaida linalopata wanadamu wengine. Kama ni zinaa,
walianza Sodoma na Gomora. Kama ni wizi ulitembea kila sehemu, kama ni ujambazi si leo imeanza, kama ni maskini sio leo. Kwa jaribu linakuwa la kawaida. Tena namba 2, jaribu linakuwa kiwango cha imani yako, maana Bwana ataruhusu mjaribio kupita mwezako. Kwa hiyo jaribu lako ni saizi yako, usilie. Jaribu lako ni saizi yako. Ndio maana Sulemani anasema katika Methali 24:10 pale, anasema ukishindwa siku ya kujaribiwa kwako, siku ya taabu yako, nguvu zako ni chache. Naomba kuvumilie jaribu lako. Mwambie Bwana, nionyeshe mlango wa kutokea ili utoke kwenye jaribu kama umestahili. Haleluya. Umekuwa mshindi, umekuwa dhabiti wa imani. Bwana Mungu akubariki, utie nguvu, usimame akushindanie katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini, sema amen.